Suluhu. Uhali gani popote pale ulipo, ninakukaribisha katika makala ya Suluhu. Makala ya Suluhu leo itaangazia mkakati wa kufikisha mawasiliano vijijini. Simu zetu hizi kuwa na uhakika wa kukamata kila sehemu inatokana na mtandao ambao mmeuleta katika kisiwa hiki cha Makibwa, kata Kerebe, wilaya ya Muleba Kaskazini. Serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote imetekeleza jumla ya minara 1041 na tayari inatoa huduma ya mawasiliano kwa wananchi. Kati ya minara hiyo 1041, jumla ya minara 758 imejengwa kupitia mradi wa Tanzania ya Kidigitali ambao utiaji saini ulishuhudiwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 13 Mei mwaka 2023 na utekelezaji wake umekamilika. Hatua hiyo ya mafanikio hayo ya UCSAF kufikisha mawasiliano hayo yanaweka rekodi muhimu na historia ya kuwepo kwa mawasiliano yasiyo na mashaka ambayo yamewafikia wananchi kwa asilimia 98 ikilinganishwa na asilimia 45 kabla mradi huu kuanza kufanya kazi. Na hadi kufikia Januari mwaka huu 2026, serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF imefanikiwa kuingia mkataba na watoa huduma wa mawasiliano, kwa maana makampuni ya simu, kufikisha huduma kwa mawasiliano katika kata 2006 zenye vijiji 5395 kwa kujenga jumla ya minara 20,352 ambayo minara yake yote hii ikikamilika, wananchi takribani milioni 32,395,095 watapata huduma ya mawasiliano ya simu kwa uhakika. Lakini mpaka sasa jumla ya kata 2006 zenye vijiji 5128 na wakazi takribani milioni 29,595,095 wamefikishiwa huduma ya mawasiliano na jumla ya minara 2151 iliyojengwa na tayari inafanya kazi. Wananchi kufikishiwa mawasiliano hayo yamefungua fursa pana ndani ya nchi kwa kutumia mitandao ya kijamii, umiliki wa maduka ya miamala, usafirishaji wa bidhaa zilizozalishwa vijijini kama vile kupitia sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi, lakini kurahisisha katika eneo la huduma ya afya. Mawasiliano ni kila kitu kijijini. Halo. Ushuhuda wa hayo wenye jicho la tembe ya uone yaliyotekelezwa na mfuko wa mawasiliano kwa yote UCSAF kwa kushirikiana na makampuni ya simu kwa kuziweka fedha za ruzuku unashuhudiwa katika kanda ya Ziwa na mikoa yote. Katika mkoa wa Geita, wilaya ya Chato, tarafa ya Nyemirembe, kata ya Kigongo, kijiji cha Kikumbataile, zaidi ya wananchi 1600 wananufaika na mawasiliano. Kwanza tuishukuru serikali kwa kutuwezesha na kutupatia mawasiliano. Huko nyuma tumeweza kuhangaika, mawasiliano yalikuwa ni hafifu sana. Tumehangaika kwa muda mrefu, lakini tumekwenda kupata nafuu hii ni baada ya kuwa tumesikia kwamba kuna minara. Siku moja tulikwenda kuhudhuria kikao wilayani, tulivyoambiwa kwamba kuna minara, rais ametoa minara. Sasa kwenye halmashauri ya wilaya ya Chato tuliambiwa kuna minara 4. Miongoni mwa hiyo minara na sisi tukapata huu mmoja. Mnara huu umetusaidia kuanzisha biashara. Kuna vijana wameanzisha biashara za wifi, kwa hiyo wamejiongezea kipato kupitia ujenzi. Vijana waliweza kupata ajira. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na mfuko huu kwa kuweza kutuletea huduma hii. Kwa kweli kijiji chetu kimeweza kuendelea. Kwa kifupi, hatuna changamoto, ilikuwa ni kubwa sana. Tulikuwa hatuwezi kufanya biashara, ila kupitia mradi huu tumeweza kufanya biashara. Ukienda kijijini, watu wameongezeka, watu wa huduma za kifedha, mfano M-Pesa, Airtel Money, watu wameweza kuongeza kipato cha familia na kaya.
Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Pia tumeweza kupunguza mambo ya uhalifu, maana zamani tulikuwa tunakaa na fedha ndani, ila kupitia mradi huu tumeweza kutumia mifumo ya kidijitali, mfano M-Pesa. Vikundi vimeweza kutumia mkoba kuhifadhi fedha zao, na tumekuwa na jamii salama ambayo uhalifu umekuwa ni sifuri. Kaskazini mwa mwambao wa Ziwa Victoria, mkoa wa Geita, katika kijiji hicho cha Kikumbatale, wapo wavuvi, wajasiriamali. Kwanza wanaeleza namna walivyokabiliana na ukosefu wa mawasiliano hapo awali. Hali ilikuwaje? Wakati kipindi cha nyuma tulikuwa tunasumbuka sana. Nikikumbuka kuna tukio moja lishawahi kutokea, mtu akafa hapa kwa kukamatwa na mamba kwa ajili ya mawasiliano kutokuwepo. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunavua samaki zetu, kulingana na mawasiliano hayapo, tulikuwa tunachelewa kuziuza zile samaki hadi zinaharibika. Mvuvi anaingia hasara kwa sababu samaki ilikuwa inauzwa kilo shilingi 10,000, anajikuta anaiuza shilingi 5,000, 1,000. Hiyo ilikuwa ni hasara. Zamani hapa Kikumbatale kulikuwa na changamoto ya mawasiliano. Kuongea na mtu mpaka umtafute wewe, lakini akikutafuta wewe hawezi akakupata. Mpaka uende kule juu mlimani au uwe umetoka nje ya kijiji umeenda Kibee. Lakini kupelekewa mawasiliano na mfuko wa mawasiliano kwa YOTO-USAF katika kijiji hicho, sasa ni kicheko tu katika kurahisisha mawasiliano na shughuli zao. Simulizi hizi zinaeleza uhalisia. Ninashukuru kwa sababu biashara yangu ninalangua shamba la miogo, ninatengeneza maudaga. Wateja wangu ni wa visiwani, Mwanza, Magu, lakini pote pale simu ndo zinatumika, napata hela. Kwa kweli namshukuru Rais wetu Mama Samia kutuletea huu mfuko, angalau tumepata namna ya mawasiliano ya karibu. Mtandao upo kijijini kwetu Kikumbatale. Kwa kweli simu zinanasa uwe uvunguni, wakati wote mawasiliano yanapatikana. Kwa muda mfupi miaka hii tumepata neema kuhusiana na mfuko wa mtandao huu wa mawasiliano. Hatuhangaiki tena, samaki zetu tunapiga simu dakika chache zimeijiwa. Wafanyabiashara wanakuja wakitambua kwa simu, tuna mawasiliano ya kutosha. Awali hata magari yalikuwa yafiki kwa sababu hatukuwa na mawasiliano ya simu. Kwa sasa tunaneemeka, tuna furaha. Tunashukuru sana serikali yetu ya nchi ya Tanzania. Mama Samia achape kazi. Sasa hivi tunaishi vizuri. Na kuja kufika hapa kwenye hii kazi tumekuja kwa sababu ya simu. Ilikuwa kazini kwangu sehemu nyingine kwenye kilimo, nikapigiwa simu, bwana njoo nifanyie kazi. Nikaja kwa sababu ya simu. Singelikuwa simu kama Vodacom, singelikuwa nimeshafika mazingira kama haya. Safari hii ya serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote USAF imeendelea kuleta gharika ya neema katika mikoa ya Kagera. Sasa mawasiliano ni kila kitu. Katika milima iliyopo mpakani mwa Tanzania na Rwanda, wanapatikana Watanzania waishio katika kijiji cha Ruko, kata ya Kitwechenkula, wilaya ya Kyerwa. Mawasiliano kwao ilikuwa ni kama kumtafuta mwizi gizani, tena bila tochi, na mawasiliano yao kipekee yalikuwa ya nchi jirani, Rwanda. Sasa si kilio tena cha mawasiliano. Serikali imekinyamazisha kilio hichi kwa kuleta fursa za kiuchumi, na sasa shughuli za wananchi hawa zimefunguka. Wanatumia mawasiliano yao kwa nchi, na usalama wa nchi sasa umetengamaa. Miaka ya nyuma tulikuwa tukitembea kilomita zipatazo kama 15 kwenda kufuata mawasiliano kwa mguu. Mara unafika pale, mtu uliyokwenda kuongea naye unakuta hayuko hewani, hapatikani. Vile vile unatembea kwa mguu kurudi nyumbani bila kuwasiliana naye. Wakawa wametuletea mitandao mingine, Vodacom na Airtel, ambayo ilianza ikiwa Sereteli, Kawazaini, tukaenda nao, lakini na penyewe hiyo mitandao ikawa inaingiliwa na mitandao ya nchi jirani ya Rwanda. Wakikutafuta hawakupati, au unapotafuta unakuta tayari mtandao wa nchi jirani umesha kaba mtandao wa Airtel au wa Voda, mawasiliano hayapatikani. Tayari tumepata mnara wa Yasi unapatikana ni huu hapo. Tulikuwa tunapata changamoto kwenye usafi, kwenye mawasiliano tukiwa kwenye biashara zetu, wenda pengine huku tunafanya kazi za samaki mara kwa mara, kama sisi maboda boda,
pengine tunasumbuka kumpata mtu alikuwa anatumia mtandao wa nchi jirani. Ilikuwa changamoto kubwa sana, lakini leo tunamshukuru Mungu, wamesikia kilio chetu mpaka sasa hivi tuko hapa. Ni kama sherehe kubwa, kwa sababu leo hii nafikiri mtu ukimtafuta unampata. Hapo ilikuwa ni changamoto awali sana, tukumtafuta ilikuwa ni kazi, unateseka unatumia gharama kubwa hadi uende kwa mguu, kwa usafiri umfikie afanyeje aweze kumaliza changamoto yako. Lakini leo tunamshukuru Mungu, mtandao unapatikana. Kifo sijakishuhudia, ila kujifungulia nyumbani bila mawasiliano. Unakuta mtu anakimbia hata kwa mguu, jamani tusaidie. Unakuja kumsaidia, unakuta ameshajifungua. Basi inakuwa changamoto kumfikisha pale kituo cha afya Kitechenkura. Tena tulikuwa na shida sana. Kwa hiyo tunamshukuru Mama Samia kwa mawasiliano na aendelee kutulinda sisi kama wahudumu katika kazi yetu. Tunaushukuru mfuko wa mawasiliano uliotufanyia mawasiliano haya. Kwa sasa ukipiga simu hata masaa 24 tunapatikana, tunaenda kufanya kazi ambayo tumeitiwa. Kwa kweli ninashukuru sana, na nyie wadau ambao umekuja huku katika kijiji chetu, muendelee kutulinda na kutuinua katika mawazo ya mawasiliano. Sisi hapa tulikuwa na shida sana. Mtandao hamna. Mazao unalima unaweka ndani. Unamtuma mtu nenda pale ukanitie mteja auze au mpati, anakuja anakuambia debe shilingi 2000, debe shilingi 3000. Kwa hiyo hapo unabaki na shida, unakula tu, lakini unakuwa unahitaji ili ulime mazao yako, watoto waende shule na wewe upate hela za kujikimu ndani. Lakini sasa hivi mtandao ulipofika Yasi ilipofika hapo, na nyie wahudumu tunawashukuru sana. Sasa hivi mazao tunalima, unapiga simu, halo na mazao yangu na mahindi na maharage au na kuku au na samaki, kila kitu chote. Hapo nyumbani wanakuja wanakufikia, unauza kitu cha kwako, mambo yanakwenda vizuri. Baada ya ujenzi huu wa mnara kukamilika, kwa kweli Mungu ni mwema. Sasa hivi hata usiku wa manane ukipata changamoto yoyote unaweza kumpigia mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji husika na kumfahamisha kwamba kuna 1, 2, 3 inaendelea, na ukapata msaada kwa haraka sana. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mambo ni mazuri, kazi zangu zinaenda vizuri. Kwa kweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Mpende kumshukuru Rais wetu Samia Suluhu Hassan na mfuko wa mawasiliano kwa wote. Wameona kilio chetu, wametusaidia sana. Sasa hivi afadhali tunapata wateja kwa muda, tunafanya biashara kwa wakati. Lakini nipende kuwashukuru sana. Katika kufikiwa kisiwa cha Mkiba, kijiji cha Makiba, kata ya Makerebe, wilaya ya Muleba, mkoani wa Kagera, timu hii ilikuwa tayari kufika huko katika kisiwa hicho ambacho takriban saa 2 ndizo zitatufikisha hapa. Wakaazi waishio katika kisiwa hiki cha Makibwa wakijishughulisha na uvuvi hawakuwahi kufikiri kama serikali yao ingevuka maji na kuwapelekea mawasiliano haya, lakini wanaeleza taabu walizokuwa wakikabiliana nazo hapo awali. Sasa hivi nikituma kaoda kabaki na kusanya kaela, kama kesho siboti inakuja, ninatumia simu, napiga kwenye maduka naponunua, wananitumia kama mzigo, ninakusanya kaela kao ambao nitakuwa nimeshakusanya na katuma kwenye M-Pesa, wananitumia kama mzigo. Hata kama sina hela ninawatumia, na wapigia simu, naomba mnitumie hiki na hiki, kesho nitawatumia hela yenu. Kwa sababu hapa tuna changamoto moja, hatuna usafiri wa kila siku, na maana boti ikikukosa ikaenda, kama hujatuma kitu basi kinakukosa. Lakini kwa kuwa umetuwekea mtandao ni sawasawa na kuwa usafiri wa kila siku. Kwa sababu jana umeondoka boti, ingawa ndikuwa sina hela, nikakusanya, leo inarudi. Kwa hiyo ninavyorudi nimeshatuma, nimeshapiga simu, kama mzigo wangu anakuja, naendelea na biashara, siku inaenda. Ndo manufaa ya mtandao. Kabla ya ujio wa minara hii
kidogo tulikuwa na shida ya mawasiliano, na hususan katika shughuli zetu za kiserikali kuwasiliana na viongozi mbalimbali aidha wa kiserikali na wa kisiasa. Unajua tena mambo ya harakati za kisiasa, kwa hiyo kidogo imetuletea wepesi wa mawasiliano ya karibu hata na viongozi wetu wa kata, kwa sababu tupo kwenye kata moja na vijiji viwili. Kwa hivyo kidogo tulikuwa tunapata shida ya kuwasiliana na viongozi wetu wa ngazi ya kata, mheshimiwa diwani pamoja na mtendaji wake wa kata. Kwa hiyo baada ya ujio wa mnara huu, kwa kweli tumefurahi sana kupata mawasiliano kwa urahisi, lakini vile vile hata miambao ya chini kule nchi kavu kuna vijiji viko chini kidogo, kwa hiyo hapo kwenye mabonde, ina maana kulikuwa kuna shida ya mawasiliano. Lakini baada ya kupatikana mnara huu, kwa hiyo yale mawimbi yananasa kwenda mbali zaidi, kwa hiyo na wale kule tayari wamenufaika na mnara wetu huu. Mimi ni mjasiriamali, najishughulisha na samaki, nabanika samaki na safirisha. Kisha safirisha, wananipigia simu na mawasiliano, napata biashara yangu nimeshauza, ndo wananitumia hela, kwa sababu siteremki kupeleka mzigo nauzia hapa, nasafirisha, napata mawasiliano kwamba nimeshauza mzigo wangu, tayari wananitumia pesa zangu. Pia kwa upande wa mawasiliano ya njia ya internet ilikuwa ni shida sana kwetu vijana. Bila kuwa na internet ingekuwa ni hali ngumu sana. Fursa ilikuwa ni chache mno kuzipata. Unakuta kuna fursa mtandaoni serikali zinatoka, lakini huwezi kuingia kwenye mtandao kupata, unatakiwa kutumia mtandao mmoja. Lakini sasa hivi ni full internet, 4G, 5G, unapata mtandao mzuri kabisa. Pia naishukuru serikali kwa sababu ukiangalia idadi ya wananchi walioko hapa hawazidi watu 300. Serikali kuwekeza hapa kwa watu 300 inakuwa ni ngumu sana, lakini imeona kwamba hapana, kule kuna watu wangu, lazima niende nipeleke mawasiliano ili watu wapate mawasiliano. Pia nimshukuru mama wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuendeleza hii minara. Pia nitoe shukrani kwa nyinyi mfuko wa mawasiliano kwa wote kuendelea kusimamia hii kazi ambayo imepewa na Mama Samia Suluhu Hassan. Mama Samia Suluhu Hassan amewaamini nyinyi, basi na nyinyi na hakika kwa kuwa nyinyi mmejitoa, kwa sababu ni mara chache mno taasisi kama hizi kutembelea visiwa kama hivi, kwenda kuangalia. Kufika kweli tumefika, tumeangalia na tumeona kwamba wananchi kweli wanaendelea na kile ambacho mama ametutuma. Kwa kweli kazi mmeifanya na watu wameona, na wananchi wanaona kabisa kwamba kweli mfuko umefika na wako tayari kuongea. Yani ingependeza zaidi kabisa watu vijana wanataka kuwa tayari kuongea jambo lolote muda wowote, kusifia kabisa kwamba mfuko wa mawasiliano kweli unafanya kazi. Kwa hiyo nawashukuru sana na karibuni sana Kelebe. Naishukuru Wizara ya Mawasiliano kwanza kwa kutupa fursa hii ya kutujengea mnara wa mawasiliano hapo, kutoka katika mfuko wa mawasiliano tukapata mawasiliano mazuri kwa mtandao unaojulikana kama Vodacom. Simu zetu tunapata tatizo ziwani, mawasiliano yanakuwa mepesi. Shida kama kasia imevunjika, mwenzako anabuga karibu kukufikia. Kwa sababu kwa sasa hivi tangu tumepata huu mnara, mawasiliano ni rafiki sana na mawasiliano ya kutosha. Na kwa kipindi cha nyuma nimekuwa nikikutana na changamoto, hususan kwenye hizi kazi za kutumia mtandao, kwa sababu sasa hivi kazi nyingi tunazifanya kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto. Mfano, kuna kipindi tulikuwa tunagawa vyandarua ya kuzuia watu kujikinga na malaria, ili niangaisha kwa sababu tulikuwa tunagawa kwa njia ya mfumo. Kwa hiyo ilikuwa tunaorodhesha watu, lakini mwisho wa siku unatembea mwendo mrefu kutafuta kama mawasiliano ili uweze kutuma taarifa zako wilayani. Lakini kwa sasa hivi hata uwe ndani ya nyumba yako, uwe sehemu yoyote, una uwezo wa kufanya kazi yako ikafanikiwa kwa sababu mtandao ni wa kutosha. Katika kata hii na Kelebe tulikuwa tuna hata mtandao, mtu unapanda milimani, unapanda kwenye mawe, lakini tulikuwa tuna mawasiliano. Sasa basi, pamoja na maelezo haya yote juu ya faida ya mtandao mlioujenga hapo juu, nataka nishauri kizazi ambacho kinautumia huu mtandao, tutumie kwa mambo ambayo
wametuletea kile serikali inachokilenga kuleta huu mtandao. Sometimes mtandao unaweza tukautumia kwa manufaa yetu sisi wenyewe, tukautumia serikali ikajua kwamba hapa pamekwepo hili, labda imepigwa ugonjwa wa ghafla, labda imekuja wanahitaji msaada huu, ni vizuri. Lakini kizazi hiki kama watakuwa wanasikia ni kwamba watumie vifaa hivi kwa ajili ya usalama wao, faida yao, faida ya serikali ilivyolenga. Yaweza kawepo magonjwa ya milipuko, tukipiga nyinyi mnakuja. Hilo moja. Jambo la pili ni kwamba mtandao ulipokuwa unajengwa, tunashukuru serikali ilipouleta, hawakuchanganya watu wengine kutoka huko na huko kwa sababu wao ni wataalamu wa kujenga mtandao. Hapana. Vijana wa hapa na wale wa nchi kavu walipatako kahajira walikachangamkia. Hata hiyo tunashukuru kwa sababu tuna faida na kila kinachokuja katika maeneo yetu kwa ajili ya serikali iliyopo madarakani. Ni kijiji kwa kijiji, serikali kupitia mfuko wake wa mawasiliano imekuwa hatua kwa hatua hadi huko wilaya ya Biharamulo katika kijiji cha Kisuno, kata ya Bisino. Hakuna ambaye angewaza kama mawasiliano yangefikiwa kwao. Tabu kwao zilishakuwa kawaida. Kwa sasa kuzungumza na ndugu jamaa na marafiki, kuagiza bidhaa mjini, wao imekuwa rahisi kabisa kupitia mawasiliano. Ninapata wateja wanipigia simu, wakati mwingine wananiuliza chakula kama kipo, ndio wanakuja nawahudumia. Kwa hiyo na kupitia mtandao huu ninanufaika sana. Wakati mwingine unakuta pengine wateja inakuwa ni hafifu au ninakosa huduma. Pengine kuna mtu ameenda mjini, kulingana hakuna hata nimeishiwa vitu hapa. Ninakosa namna ya kupiga simu kwamba nimwambia niletee kitu fulani, mpaka uende sehemu kwenye miti labda utafute. Sasa wakati mwingine unakuta mtandao haueleweki. Tunashukuru sana mfuko huu wa mawasiliano kwa wote kwa kutuletea huduma hizi. Saa hizi tunawasiliana vizuri na tunaelewana, hata kama mtu yuko mbali nawasiliana naye. Kwenye mawasiliano kwa kweli hapo kidogo kipindi cha nyuma tulikuwa na mawasiliano yalikuwa ni ya shida. Kupata mawasiliano ilikwenda milimani. Kile sasa hivi mawasiliano yameshatukuta nyumbani. Hali si mbaya vile. Tukihitaji kupata matumizi yoyote, kwa mfano kama kuagiza spare, unatuma tu, unampigia simu, basi mzigo unakuta hapa nilipo unanifikia. Mimi nikuja humu mwaka 2006. Huku nimekuja bado ni hapajawa kama mnapopaona sasa hivi. Ilikuwa ni mapori kuja kwa ajili ya ukulima. Tumefika humu, mambo ya mawasiliano ya kuwepo. Ina maana mtu hadi kuwasiliana ilikuwa uende sehemu fulani uwasiliane na mtu kama una namba zake. Lakini yeye alikuwa hawezi kupata. Labda atume message siku utakapoenda kwenye mtandao ndo uongee naye. Hata mambo ya internet inashika. Cha kwanza tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kutukumbuka sisi watu wa vijijini. Zamani mawasiliano yalikuwa sana yako mjini. Ukienda mjini, hata tulipokuwa na simu tuliponunua simu, ukienda mjini unapatikana. Ukirudi kijijini huwezi kupatikana. Tunashukuru mfuko wa mawasiliano kwa wote kwa kutuletea mitandao hapa Kisuno. Tunashukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia kupitia Wizara ya Mawasiliano na Habari kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote umerahisisha na kutusogezea huduma hizi. Nadhani kimsingi wananchi wetu wa kijiji cha Kisuno wameboleka zaidi kutoka kwenye hatua ya awali waliokuwa nayo mpaka hatua tuliyopo sasa. Niseme wazi kwamba tunashukuru na tunaendelea kutoa pongezi kwamba kama serikali itaona inavyoendelea kufaa, iendelee kutuongezea huduma hizi, ziendelee kuwa zimeboleka zaidi kwa kila mtu ambaye yuko katika maeneo yetu ya kijiji cha Kisuno.
Serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote USAF kadhalika imeendelea kuweka historia ya mawasiliano katika kijiji cha Ikonda B, kata ya Masengwa, wilaya Shinyanga vijijini mkoani Shinyanga. Zahanati hii watendaji wake wamenufaika mno, hususan katika ufikishaji wa haraka wa taarifa za mgonjwa. Mnara umekuwa ukitusaidia sana kama sisi watoa huduma katika zahanati, kwa sababu pale awali tulikuwa tunatumia mnara katika sehemu ambazo ni za mbali tofauti na awali, na sasa hivi ambao tumesogezewa mnara hapa, na umekuwa ukitusaidia sana kwa masuala ya utumaji wa taarifa. Mfano kama sasa hivi serikali imetuletea mfumo wa GoTHOMIS ambao unatumia bima kwa wote. Kwa hiyo GoTHOMIS ni mfumo ambao mteja akifika hapa kwenye kituo lazima aingizwe kwenye mfumo, na bila mtandao mfumo haufanyi kazi. Ni mfumo wa serikali. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa huduma hii ya mtandao, imetusaidia sana masuala ya mitandao, pia mawasiliano, utumaji wa taarifa wilayani za mwezi, pia kutoa referral kwa wagonjwa imekuwa ni rahisi sana, tofauti na pale awali tulikuwa tunaweza kutuma referral kupitia mfumo ambao inasaidia sana kupitia mtandao. Kwa hiyo mtandao umetusaidia sana, pia masuala mengine kama huduma kuwa bora na za uhakika, kuwaisha pia wagonjwa kutokaa muda mrefu sana kwa ajili ya kupata huduma katika kituo. Wananchi wanaipongeza serikali kuwafikishia mawasiliano. Zamani tulikuwa tunateseka, hata kama una shida na mtu, kama uko kitandani lazima utafute mtandao. Sasa hivi tunapiga hata kama umelala. Kwa kweli mawasiliano tulikuwa hatuna. Tulikuwa tunahangaika. Yaani tulikuwa tunahangaika, gari zenyewe kama mnavyoona hivi huko. Zilikuwa kama wakati wa masika hivi ni shida kupita, mpaka uondoke au ununue hapa madukani. Lakini siku hizi tunatumia tu mawasiliano, mnampigia mtu niletee hiki, kama nimeishiwa unga wa ngano kama mafuta, wananiletea. Ninashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuwezesha mawasiliano ya huu mtandao wa Yasi, kwa vile kipindi cha awali tulikuwa tunateseka sana mawasiliano, mtandao ulikuwa unasuasua, lakini saa hizi tunaongea kwa uhuru, yani popote pale ulipo. Na upongeza mfuko wa mawasiliano kwa haya yote yanayojitokeza mbele yetu, maana mtandao ndo kila kitu. Licha ya hapo miaka ya nyuma kutoishi bila mawasiliano, ilikuwa ahadi iliyoanzia Dodoma kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa imefika vijijini. Katika kipindi cha miaka 4 iliyopita cha awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, katika kuhakikisha Watanzania wote wanapata huduma za mawasiliano ya internet, serikali ilitenga fedha kiasi cha shilingi bilioni 126 kwa ajili ya kuelekeza huduma za mawasiliano katika maeneo mbalimbali ya nchi, hasa maeneo ya pembezoni na vijijini kabisa ambako awali mawasiliano hayakuwepo. Utekelezaji huu ulibebwa na mfuko wa mawasiliano kwa wote USAF. Kupeleka mawasiliano ya simu hadi vijijini kunaakisi dhamira ya serikali kuwaunganisha Watanzania wote na mtandao wa mawasiliano ili kusisimua maendeleo ya kiuchumi na kijamii, upataji wa taarifa haraka bila bugdha yoyote, ambayo yatafungua fursa kede katika maeneo yote ya nchi. Hii ni Tanzania. Maeneo mengi ya nchi sasa yana mawasiliano. Shughuli za maendeleo, lakini pia na shughuli za kifedha zinatafsiriwa na maendeleo. Hii ni sehemu ya kwanza ya makala ya Suluhu, tukipitia vijijini kutazama mawasiliano. Usikose makala inayofuata, tutatazama mawasiliano, na makala nyingine tutazama miradi inayoendelea. Mimi ni Amini Anthony Mgeni, tukutane katika makala nyingine. Suluhu.